nyoyo zilofungamana. Unajua ya kwamba unaweza kupanga uzazi kwa kutumia miti? Unafahamu ya kwamba unaweza kupanga uzazi kwa kutumia mbegu za mnyonyo? Unafahamu ya kwamba unaweza kupanga uzazi kwa kutumia kinu kile ambacho kimetwangiwa sana mpaka imefika hatua yale kimetoboka, kinu kikatoboka kwa sababu ya kushughulikiwa na kazi ya kutwangiwa? Basi usipate tabu. Ikiwa wewe mwanamama unataka kupanga uzazi, usipate tabu tena, kuwa na mimi sambamba katika maelekezo haya. Chukua mbegu za mnyonyo au ikale. Mnyonyo zimegawanyika katika namna mbili. Kuna mnyonyo mkubwa na mdogo. Ikale, Wasukuma wanaita ikale au makale. Sasa makale haya yamegawanyika katika tabaka mbili, yani hapo katika aina mbili. Kuna ikale dogo na ikale kubwa. Nikisema ikale, Wasukuma wanaelewa na wanafahamu vizuri sana. Sasa chukua zile mbegu zinazodondoka zile. Unazitumiaje? Shuka hapa katika comment. Alafu niulize unazitumia vipi. Alafu nitakuelekeza vizuri namna ya kuweza kuzitumia inshallah. Lakini pia hiki kinu ambacho kimetoboka unaweza kukitumia vipi? Mwanamama anaweza kupanga hiki kinu. Sasa unaweza kupanga kabisa apate mtoto mkeo baada ya miaka 5, 3, 2, miaka 6, miaka 10, vile utakavyo. Mwanamama unaweza kupanga mwenyewe kwamba mimi nataka nipate mtoto baada ya miaka 5 au 3 au 4 au 2 ama 10, vile utakavyo wewe mwenyewe. Usiende tena hospitalini, si kuchoma sindano, si kutia vijiti, utajipa maradhi, ujitie kansa bure. Usihangaike. Asili inaweza kukufanya wewe ukatengeneza maisha yako katika hali ya ubora kabisa kabisa kabisa. Unafanyaje? Shuka hapa katika comment. Alafu nitakuelekeza. Andika nielekeze. Nitakuelekeza namna ya kuweza kupanga huo uzazi biidhnillahi karibu.